jifunze tu kukemea roho ya ajali, roho ya mauti. Mimi hata huwa sihangaiki na ajali, nahangaika na roho ya mauti. Kemea roho ya mauti. Ajali sio kufa. Kwani ajali ngapi zimetokea watu wanatoka wazima? Risasi sio inayoua. Kwani watu wangapi wamepigwa risasi na wakabaki wazima? Kinachoua sio kisu. Wangapi wamechomwa visu mwili mzima na wamebaki wazima? Kinachoua sio kuanguka, eti sijui star fulani kaanguka akafa pale pale. Wangapi wao wanaanguka wanaendelea kuishi? Kinachoua ni roho ya mauti ndani ya mhusika. Unaelewa? Kinachoua sio ajali, sio risasi, sio nini. Kwa hiyo niliingia mle, nilikuwa natoka Arusha naenda Rufiji kuhubiri, nikadondoka pale Mikese. Tulikuwa tunaondoka na hii kwaya ya CBC, wakaanza kulia, wanasema mtumishi amepata shida. Nikawaambia bado sijapata. Na pale Mikese sasa simu zikapoteza network, kwa hiyo wanapiga sipatikani. Nilipofika Chalinze nikakuta kuna simu nyingi, nikawaambia sitakufa bali nitaishi kwa kusudi la kulitumikia shauri la Bwana. Kesho Rufiji inawaka moto. Mtu mmoja sema amen. Kwa hiyo Bwana urejesho, acha kufa vifo vya kizembe. Na familia yako pia, ndiyo maana ya urejesho mkuu. Kwa nini usitii neno la madhabahu ukashinda? Kwa hiyo dhambi ndiyo iliyosababisha hata mauti. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 inasema, kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, hivyo mauti ikawafikia watu wote. Kwa hiyo ina maana dhambi ndiyo ilibeba mauti. Ili neno kwenye lugha la Kiingereza wanasema plagas. Ukichukua plagas kwenye Kiswahili wakati mwingine tuna mambo mafinyu sana, lakini kwenye lugha hii kuna vitu vimetafsiriwa. Kigiriki neno mauti limetajwa likiwa na maana zake. Tajua dhambi ilileta hizo shida. Bila dhambi hizo shida zisingekuwepo. Dhambi ndio imeshikilia hata nguvu ya ubaya, si ndio? Hebu andika, dhambi ndio nguvu ya mabaya yote. Dhambi ndio nguvu ya mabaya yote. Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Hapa naomba tusome. Dhambi ndio nguvu ya nini? Mabaya yote. Yesu anamponya mwanamke katika ile Yohana sura ya 5 mstari wa 14, anampa maagizo baada ya kumponya. Anasema, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Kwa hiyo nguvu ya ubaya ilikuwa imebebwa na dhambi. Mpaka hapa umenielewa, mtumishi wa Mungu? Nguvu ya mabaya ilikuwa imebebwa na dhambi. Ndio maana tunasema dhambi ni kizuizi cha urejesho. Kama tunahitaji urejesho, ni lazima tutafute kuishi maisha matakatifu. Ni lazima tutafute kuishi kwa kumpendeza Mungu, ili urejesho wetu uwe asili na sisi turudie ile asili ya kuumbwa kwetu. Ziko faida hata na za rohoni, hata za mwili, baada ya kuwa umekaa sawasawa katika urejesho. Yako matokeo makubwa ambayo Mungu atayafanya kwenye maisha yako. Mungu atusaidie sana. Hebu andika hii point. Kuna baadhi ya mateso na magonjwa katika maisha ya watu yameshikiliwa na nguvu ya dhambi. Kuna baadhi ya mateso na magonjwa katika maisha ya watu yameshikiliwa na nguvu ya dhambi. Kuna baadhi ya mateso na magonjwa katika maisha ya watu yameshikiliwa na nguvu ya dhambi. Tuangalie mfano katika Mathayo sura ile ya 9 na ule mstari wa 2. Na tazama, wakamletea mtu mwenye kupoza akiwa amelala kitandani, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na tazama, baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, huyu anakufuru. Naye Yesu hali akijua mawazo yao akasema, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa maana rahisi ni lipi, ni kusema umesamehewa dhambi zako, au ni kusema ondoka uende? Bwana Yesu atusaidie. Mungu atusaidie. Nisikilizie huu mfano. Hawa watu wamemletea Yesu mtu mwenye kupoza. Cha ajabu, badala Yesu kumwaga upako ili yule mtu ainuke, anaanza na jambo tofauti kabisa. Anasema, jipe moyo mkuu, umesamehewa dhambi.
Kwa hiyo alijua tatizo sio kupooza, tatizo ni nguvu iliyoshikilia hiyo, ni dhambi. Kwa hiyo kama atasamehewa dhambi, hatuoni baada ya kusamehewa dhambi kama Yesu alimwombea. Badala yake alimwambia tu, ondoka, jitwike godoro uende. Maana yake alichokuwa anashughulika nacho sio kupooza. Alichokuwa anashughulika nacho, alijua hii kupooza imeshikiliwa na nguvu ya dhambi. Kama atasamehewa dhambi, huyu ni mzima, atainuka, atatembea. Kwa kuna baadhi ya mateso kwenye maisha ya watu yameshikiliwa na nguvu ya dhambi, na ndio maana kabla hujamwombea mtu lazima afanye sala ya toba, ili angalau kama lile teso limeshikiliwa na nguvu ya dhambi liweze kumwachia. Kama yale magonjwa yameshikiliwa na nguvu ya dhambi yaweze kumwachilia. Kama yale mateso yameshikiliwa na nguvu ya dhambi. Hivi wewe hujawahi kusikia mtu anasema, kabla sijaokoka kwenda kuombea mama mmoja nchi fulani, nikamwombea, alafu baada ya kumwombea yule mama akawa anacheka. Baadaye watu wakicheka wote wanamwangalia, wanacheka. Baadaye nikawauliza nini, wanasema tangu tumemjua huyu mama hajawahi kucheka. Maisha humu ndani kumejaa uchungu, ndani kumejaa visasi, ndani kumejaa chuki, na shetani amemkandamiza. Lakini alipotubu dhambi kwa kumaanisha, tabasamu likarudi, ile fake smile ikakosekana. Yani out of bila kuondoa dhambi. Sasa fake smile, hizi fake smile zinazoendelea ni fake smile, inakupa muda mchache, baadaye inatengeneza mateso ya kudumu. Lakini kuna baadhi ya mateso yameshikiliwa na nguvu ya dhambi. Ikiondolewa, lazima yale mateso yataondoka. Kwa hiyo kikwazo namba moja, tutaangalia vikwazo vingi kadri ambavyo Mungu atatupa nafasi, lakini kikwazo namba moja cha kusababisha urejesho usitokee mahali, urejesho usifanye kazi, ni dhambi, nguvu ya dhambi. Maana dhambi ndio imebeba mabaya yote. Sasa katika hili, ili uweze kuendelea vizuri, unatakiwa kufanya nini? Dumu katika maombi ya rehema. Hebu andika hiyo point. Ili kukomesha dhambi ni kudumu katika maombi ya rehema, ili kuondoa dhambi kwenye maisha yetu. Sisi tuliookoka, hayawahusu hao ambao hawajaokoka, sisi wa kanisani. Ili kuweza kuondoa nguvu ya dhambi ni kudumu katika maombi ya rehema. Maombi ya rehema yana vitu vingi yanaweza yakafanya kwenye maisha yetu, na kuna watu wanafikiri maombi ya rehema ni kwa ajili ya watu wenye dhambi. Maombi ya rehema sio kwa sababu umetenda dhambi, bali ni kwa ajili ya watakatifu wanapoendelea kujitakasa. Angalia Ufunuo sura 22 mstari wa 11, kama imeagiza wenye dhambi wafanye hayo maombi. Ufunuo 22:11 inasemaje? Ufunuo 22:11, au nimezoea watu wa Mwanza wanasoma haraka. 22:11 inasemaje? Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Kwa hiyo maombi ya rehema ni kwa ajili ya wewe ambaye uko ndani ya kanisa, na ufanye continuously. Wakati unafanya maombi ya rehema, kuna namna ambavyo Mungu ataajilia maisha yako, kwa sababu sasa umestahili. Kuna huyu kipofu huyu alikuwa anaumwa, alafu akafanya maombi ya ajabu sana. Mathayo sura 20 na ule mstari wa 30. Uone huyu kipofu. Jamani, mimi nakutajia mistari ya kutosha ili ukirudi nyumbani unafanya review. 20 alafu 30 hadi 34 inasemaje? 20:30 hadi 34. Nasema ukianzia 29 ili ulete hadithi vizuri. Mathayo sura 20 kuanzia mstari wa 29 hadi 34 anasema, walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata, na tazama, vipofu wawili walikuwa wameketi kando ya njia. Nao waliposikia kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaripia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita,
akasema, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Sasa naangalia dizaini ya maombi walioomba hawa watu. Hawakuomba utuponye, waliomba uturehemu. Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Yesu Bwana mkubwa, nyamaza. Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Yaani maombi ya rehema ni continuous, unayafanya kwa kufululiza, hata kama uwezi ukaona matokeo. Sasa cha ajabu, angekuwa mtu wa leo angeomba kuponywa, angeomba upako, angeomba nguvu za Mungu, lakini kumbe alitakiwa afanye maombi ya rehema kwa kudumu, alafu ule ugonjwa unaondoka, aponya kipofu. Lakini kumbe unapodumu kwenye maombi ya rehema, hata yale magonjwa sugu yanaweza yakaondoka, hata yale magonjwa ya kuzaliwa nayo yanaweza yakaondoka, hata yale magonjwa yasiyotibika yanaweza yakaondoka. Plus Ebola plus hivyo, hizo zote zinazopita, kama utadumu kwenye maombi ya rehema, vinaondoka. Uzembe wa kukataa urejesho, lakini kama utapenda urejesho, hakuna kusubiri kuzimia. Siku za kuzimia unainuka na afya yako. Haya kuhusu mwana wa urejesho. Dumu kwenye maombi ya urejesho kwa ajili ya hilo tumbo lako litakuwa sawa. Dumu kwenye maombi ya urejesho kwa ajili ya hiyo ndoa yako iliyoharibika. Ngoja niwaambie, unajua maombi ya urejesho hujenga mahali palipobomoka kabisa kabisa. Katika maombi ya rehema kuna nguvu ya urejesho zidi ya uharibifu wa aina yoyote. Hii ndio pointi yako. Katika maombi ya rehema kuna nguvu ya urejesho zidi ya uharibifu wa aina yoyote.